Yule kijana ambaye aliuawa juzi anaitwa Ojwang, Albert Ojwang. Albert Ojwang amekufa katika mikono ya serikali. Maana walimtoa nyumbani kwa wazazi wake na kwa bibi yake alikuwa mtu mhai. Lakini amefika kule anarudishwa nyumbani akiwa amekufa. Sababu ni kwamba alikuwa ameandika some post kwa social media who senior government officials. Again, freedom of expression. Now what I want to say here ni hiki. Mimi nimekuwa kwa serikali. Na mara nyingi watu wanataka kukupunish but they've got no evidence. So what they do, watakuwa kule korokoroni alafu wakuitia watu. Wanasema they are fellow suspects. They bring you wale watu ambao wanaitwa hardcore criminals. Alafu mnafungiwa pale ndani the whole night. I'm not saying that's what happened to Ojwang. But wakati nilikuwa county commissioner kule Narok, kulikuwa na mjumbe mmoja wa Emurua Dikir. Bado ni mjumbe anaitwa Johana Ngeno. Ngeno alikuwa anasumbua sana. Tukitoa watu kwa Mau anakuja analeta fujo. Siku moja akaja akapata askari wameka roadblock kwa barabara, those spikes. Alikuwa na MCA mmoja kutoka Narok South anaitwa Langat. Akachukua hizo vitu akatupa. Askari wakamshika wakamleta Narok. Wakati alifika Narok, mimi nikauliza maisisi ya yeye alikuwa anaitwa Kariuki. Huyu mheshimiwa bila amekuja hivi anashtakiwa na makosa gani? Akasema gavana huyu jamaa tulikuwa tumemshika tupunguze ile mambo ya incitement kule. But tulikuwa tunataka kumwacha, lakini kuna watu wametoka DCI headquarters wametake over this case. Kwa hivyo yuko kwa mikono yetu tena. Kufikia around 6 kuna jamaa anaitwa Patrick Ndutu. Patrick Ndutu that time alikuwa chief administrative secretary katika ofisi ya rais. He was my boss. Akaanza kunipigia simu akisema commissioner please wacha mheshimiwa atoke asilale hapo ndani. And I knew they were related, maana mheshimiwa Ngeno ni kama ameoa msichana wa Ndutu. Mimi nikajaribu kuambia wa jamaa patia mheshimiwa free bond ama cash bail asilala hapa, aende kama utamhitaji atakuja. Jamaa akakataa. Akasema hii mikono iko kwa hii mambo iko mikono ya wakubwa. So kufikia saa 1 jioni na nusu giza, mimi naambiwa na askari mmoja hapa ati kwamba ati kuna watu wameletwa usiku wanataka kufungwa pamoja na huyu mheshimiwa na wamfanyia mambo mabaya. They were going to sodomize him. Wameleta jamaa ati anafika pale anaambia mheshimiwa ati mbona ananuka kama mwanamke usiku. So mimi I called that CCIO nikamwambia CCIO, this is the report I have gotten. We are the people who are in charge here. Kama ni haya maneno mtaka kufanyia mheshimiwa, I'm going to call a press conference hii and I'm going to expose you. So akasema what we do, because in amri imetoka juu, I cannot release this guy. We agreed ya kwamba we create a scenario kwamba huyu mheshimiwa akikaa hapa kuna watu wanajimobilize kuja kuvamia police station. Kwa hivyo he cannot sleep here. Tukamchukua tukamweka kwa gari tukampeleka Nakuru. Yeye huwa analia kwamba nilipelekwa Nakuru usiku walikuwa wanataka kuniua. But we were saving him from that humiliation and that disgrace. Because huyo mheshimiwa angefanywa mambo mabaya sana hiyo usiku. Now, huyo Ojwang kama hangekufa, his story will have remained untold. Maana angefanywa mambo mabaya, hiyo vituko yote afanyiwe, ikifika asubuhi anawekwa kwa gari na anaambiwa ukienda kuongea tena muandike tena, we are not going to kill you. Ojwang angeenda nyumbani, hagewahi kuongea tena, angenyamaza.